Khatib Salim Omar Matogwa Mganga Kilo ndiye ambaye hivi sasa nipo pembezoni mwa redio yako hapa nikiwa na msaikolojia Madam Leila Abubakar. Tuko hapa kwenda kuyaongea mengi kabisa kwa siku hii ya leo. Madam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za Jumatatu ya leo? Tunashukuru. Mwaka yale malengo yameshaanza kupotea hivi sasa. Kuna watania watu. Watu walianza vizuri. Nyui nyumi. Hatari. Mbwembwe zote sasa hivi zimeisha. Lakini kuna watu bado. Watu walisema mwaka huu naoa, wameoa. Mwaka huu naolewa, ndo hivyo. Kuna wengine walisema mwaka jana wameoa, hola. Mwaka juzi wangeoa, hola. Ilipofika tarehe 29, kana jamani bado siku mbili mwezi itawezekana. Hizi siku zilizobaki mwezi itawezekana. Ndio hivyo. Lakini yote mipango ya Mungu. Kwa sababu akisema kwamba liwe litakuwa tu. Kikubwa subra. Muhimu sana. Shangaa mtu anairisha kumbe Mungu asubiria ukutane na Prince. Ndio hivyo. Mambo mazuri kabisa. Unashangaa roli la ng'ombe na wewe lime kudondokea, mambo mengine kama hayo. Yote yanawezekana. Wajua ile gari ya zamani ilikuwa inaitwa nini? Ashok Leyland. Leyland yale. Hatari. Kwanza likitokea tu kule. Sababu wala sio lori waletewa ile sasa. Subra. Muhimu sana. Unashukua unasubirishwa kumbe anayekufaa unatakiwa ukutane naye. Na Waswahili walisema subira huvuta kheri. Kwa hiyo kheri yenyewe inawezekana ipo mbele hapo. Kwa hiyo usikate tamaa. Kama umeweka malengo kwamba mwaka huu utakuwa new year new me. Usijali. Bado kuna miezi mingapi? Bado kuna miezi 9 ya kuwa new you. Kabisa. Ndio kusema enda gym sasa ili ukapunguze kitambi. Chaisha wakikata kabisa. Kabisa. Ukakata kabisa kitambi na ukasaulika kwamba ulikuwa kangaro yani. Na hivi hizi mbele watoto. Hizi tabia za kuahirisha mambo zinarithiwa pia. Sidhani, kwa sababu unajua mambo ya kuahirisha ni mambo yanayohusiana zaidi na akili. Yani ni mambo ya kiakili zaidi kuliko mambo ya kitabia. Kwa sababu watu wenye tabia ya kuahirisha nitafanya kesho ni watu wenye changamoto za mwenyewe kiakili yake. Mfano, nataka kufanya jambo fulani unaahirisha. Nataka kufanya jambo fulani unajipa wewe mwenyewe sababu ya kufanya na sababu ya kuahirisha. Ni kama mtu ambaye anasema nitakutafuta na akutafuti. Unaona hizo ni shida za kiakili, sio shida za kitabia. Kwa shida za kiakili ni aghalabu zikarithiwa. Ni aghalabu. Lakini shida za kitabia ndo watu wanarithi. Kama mtu labda huyu babake alikuwa kadha na yeye atakuwa kadha. Lakini za kitabia za kuahirisha mambo ni mambo ya fikra ya kiakili zaidi. Sababu mtu mwingine kinachomfanya mpaka anaahirisha ni anakuwa hajiamini. Anaona kwamba sitaweza. Na kati kufanya na kufeli ni tofauti na kutokufanya. So ukifeli utajua wakati unavuta ile kamba ilikuwa masehemu gani. Kwa siku nyingine ikifika ile sehemu utasema kabla haijafika hapa naipaka mafuta. Ili kifika pale pite na wepesi. Sasa unaona hiyo tofauti. Kufanya jambo moja na kutokufanya ni jambo jingine. Lakini kuahirisha mambo ni kwa hiyo watu wanatakiwa kuwa na uthubutu. Kwa sababu si umesema ni bora kujaribu kuliko kutokujaribu. Kwa sababu unajua ukishakuwa na uthubutu ni rahisi kwako. Kwa sababu kwanza utajua waweza kujivuta mpaka wapi. So unajua watu wanasema kwamba akili ya mwanadamu ni elastic. Yaani haina mwisho. Kwa sababu haya maendeleo yote mpaka sasa kuna pasi, kuna kabati ambayo iko na pasi. Unaingiza nguo zako na zitatoka zote zishapigwa pasi. Hayakuwa miaka 1100 iliyopita. Maendeleo haya ya sasa hivi naongea na wewe uko Marekani, tupishana masaa 8 lakini tuzungumza na hakuna tofauti yoyote, ni kama upo.
ni maendeleo ambayo hayakuwepo. Sawa, watoto wanasema sijui nini, kuna sehemu huwezi kuzungumza sijui nini, lakini watu wamevumbua VPN kabisa. Huwezi kupiga simu ukaongea, lakini watu wananunua VPN, unapiga simu. Na niko hapa lakini naweza kuoda mzigo mahali na ukaletwa mpaka hapa. Vikao siku hizi vinafanyika tu kwa njia ya mtandao. Hata kazi. Mfano kazi nyingi sana za wataalamu wa elimu nyingi sana zinafanyika online. Ukisema kwamba eti kila shughuli uifanye. Nilikuwa namsikiliza anaitwa Toto. Toto ni nadhani miongoni mwa CEO wa Mercedes. Toto Wolf nadhani jina lake. Anasema yeye anaamka saa 4 asubuhi. No, anaamka saa 2 asubuhi. Akiamka saa 2 asubuhi, kikao chake cha kwanza cha siku kinaanza saa 4 asubuhi. Ndio. Na akiamka simu yake siku zote hainaga mlio. Kwa nini? Anataka atumie simu atakapotaka. Kwamba wewe katika maisha yako inabidi ujipangie wewe. Yaani ufike level katika maisha yako wewe ndio unajipangia. Kama wewe utashindwa kujipangia, watu ndio watakupangia. Maana yake utafanya kazi nyingi sana lakini kwa muda mfupi. Utakapokuwa umejipangia, utafanya kazi chache lakini kwa muda mrefu. Na sheria ya production ni longevity, yani ile duration ya production. Sio uhakika au haraka wa production. Ni yani upatikanaji wa ile bidhaa. Kama bidhaa ipatikane kwa muda mrefu. Mathalan Coca, Pepsi ni vitu ambavyo yani viko sokoni muda mrefu. Toka enzi. Wao wanaboresha tu design, sijui ubora, sijui thamani, lakini ni vitu ambavyo viko sokoni muda mrefu. Mfano Tata. Tata yuko muda mrefu. Sisi toka tunakuwa tumsikia Tata. Sasa hizi Tata ameondoka, lakini si kama Tata kuondoka kwake Tata itafungwa. Tulikuwa tunazungumzia mambo ya Ashok Leyland, haya magari ya Ashok Leyland. Mpaka sasa yapo. Kufanya kazi au kufanya kitu chochote, ufanye kitu ukiwa smart. You do not work hard, you work smart. Yaani hiyo ndio iwe sheria yako katika maisha yako. Na you don't do anything hard, you do smart. Kwa sababu kama kufanya kazi hard, wenye degree wote wangekuwa matajiri kabisa. Lakini angalia watu ambao wana pesa nyingi. Ni watu ambao wanafanya kazi smart. Wanaangalia gepu, kuna gepu mahali fulani, wanapita na ile gepu. Akili ya shule inawasaidia tu kung'amua kwamba wakati nikipewa mkataba masharti nielewe vipi, ni kabla mkataba mimi sijausaini ni upeleke kwa mwanasheria, yani kuchukua zile wanasema tahadhari. Lakini kinachokupa wewe uthubutu wa kufanya maamuzi ni kitu kingine tofauti na shule. Na kinachokufanya wewe uthubutu wa kuona fursa ni kitu kingine tofauti na moduli au kufaulu UE. Tofauti. Unaweza uko vizuri kwenye kufaulu UE. Unaweza ukawa book smart lakini street ukawa sio smart. Na unaweza ukawa book smart, street ukawa lazy. Yaani kwamba kuna opportunities zinakuja wazi. Lakini wewe you are lazy kuzichukua kwa sababu unaogopa. Yaani unasikia no. Sidhani kama itafanikiwa. Lakini ni bora ujaribu na kufeli kuliko kutojaribu kabisa. Sawa. Kwa wewe ujipangie. Yaani vitu visikupeleke. Wewe vitu vipeleke. Mfano mathalan hakuna kitu ambacho kinatuumiza kama simu. Simu imetufikisha hatua ambayo tunaamka asubuhi hata hatujahakikisha kwamba tunatembea. Wajua unaweza ukaamka asubuhi uja make sure hata kama unaweza kushusha mguu chini ukachukua simu. Unachukua simu. Imagine ukija umeongea na simu, umekubaliana mkutano na mtu, ukishusha mguu chini huwezi kutembea. Unamwambia, unampigia simu unamwambia, unajua yani saizi hapa ndo nimeshtuka kumbe siwezi hata kupiga hatua mwenzangu.
Sasa utamlaumu nani? Utasema watu wabaya, si ukiamka inabidi umejistretch kidogo, uhakikishe kwamba uko sawa. Upoze engine, unywe maji, unapoza engine maana wewe hujui. Unaweza kuwa umelala lakini mifumo yote ilikuwa inafanya kazi. Kwa kuliko uamke asubuhi unywe nusu lita ya maji au lita moja ya maji ndio uanze kufunction. Kwa nini Waislamu tunaoga kabla ya kuswali? Yaani ni sunna uoge. Kwa sababu ya kupoza. Yaani ni kama rejeta ya gari. Lazima umepoza. Yaani uiweke sheria kwenye kichwa chako kwamba mimi nikiamka na kunywa maji, na swali, naandika kwenye jono yangu. Sheria yangu sishiki simu yangu mpaka niandike jono. Mbona unatoboa? Mpaka umeshaandika jono. Kila siku unaandika line 6 kila siku. Kitu chochote, maybe una furaha Mungu amekuamsha salama, una furaha leo umekutana na rafiki zako. Mpaka ukiandika ukimaliza, utakuwa time zishasonga, sasa wewe unashika simu yako. Kuna watu wakiamka asubuhi, hata wakiamka kiamulaili ushika simu kwanza. Na kuna watu wakipigwa simu anytime wanapokea tu. Saa zote yeye yuko karibu na simu. Na hii unatufundisha nini yani? Yaani ni kwamba ni kitu kibaya. Ni kitu mimi sione kama ni kitu kibaya, lakini ni kitu ambacho kinaweza kikaamua mustakabali wako. Mfano, simu inakutawala. Kwa nini simu ikutawale? Wewe unatawale simu. Umeumbwa ukiwa huru. Huwezi kuumbwa huru alafu uje utawaliwe na teknolojia. Fanya vitu vya teknolojia kwa furaha, sio kwa sababu ni necessity. Mfano, tabia mbaya, hujahakikisha hata kama waweza kutembea unaanza kutuma status. Antuma status akitoka kuamka 10:30 ile tunavyoamka watu tunaamka 10:30 nini mtu anatuma status good morning. Are you sure it's our good morning? We are happy umetutumia good morning, because kuna watu wengine tunafikisha mpaka saa 10 tujatumiwa good morning. Ukitutumia wewe good morning kwa status iko sawa, lakini is it necessary? Unaweza kututumia good morning saa 2. Ukishaandika kwenye jono yako, siku unaweza ukawa hujatuma good morning, watoto wakaanza kusema huyu vipi mbona hajatuma good morning? Kwa sababu umezoesha, yani ni alio utakiwi. Yani ni kama, yani tuseme ni kama maisha ya mume nyumbani. Utakiwi kujulikana unaingia saa ngapi, unaondoka saa ngapi, unarudi saa ngapi. Ile julikane tu unaenda wapi. Lakini kurudi kwako, kutoka kwako kusiwe kwa tabirika. Kwa sababu wewe ni msimamizi wa ulinzi pale. Na hii ina manufaa gani? Wewe ni msimamizi wa ulinzi. Izakuta kuna adui anavizia nyumba yako, lakini wewe unajulikana kila siku bwana mkubwa saa 2 unatoka 2 unarudi. Watu wanaweza kuvamiwa saa 10 hupo. Lakini utakapotengeneza kwamba hakuna mwafaka wewe kurudi au kutokurudi, watu hawajui wanakusomaje. Na hutumii njia moja maisha yako, ubadilisha siku waja kwa miguu, siku waja na gari, siku wapanda pikipiki. Watu hawajui kwamba wewe utatokea wapi. Ndio maana nasema wewe ndio msimamizi wa ulinzi nyumbani kwako. Mtu yoyote ambaye ni mtaalamu, ni msimamizi wa ulinzi, ni kama security officer wa hiyo nyumba yake. Huwezi kutabirika, utakiwa utabiriki. Na ndio wewe watu hawataki kukutabiri kwamba huyu sasa hivi ataeka. Au kila wali umependeza, wali wako wa maharage mzuri, shabweka. Mmekula. Wajua wale wamekula. Najua sana. Mmekula au mmekaa tu hapo. Kuna mtu mmoja juzi akasema, haya sasa kuleni maua. Na kule mtandaoni ukiangalia kuna wale wanaojiita jobless. Wenyewe wanasema saa 10 anasema leo nikajua hii siwezi kupata, lakini nimepambana sana hapa na matunda yake. Hili hapa na huko. Yaani iko chakula chake cha usiku. Chakula chake cha usiku.
na mambo mengine kama hayo. Sawa, shukrani sana madam. Hapo nilikuwa nataka nimalizie hapo kwenye swala elimu. Umesema kwamba kuna elimu ya darasani, lakini kuna elimu ya mtaani. Kuna watu wanadharau sana elimu ya mtaa kuliko wanawekeza zaidi kwenye elimu ya darasani, lakini ukiwarudisha huku wanashindwa kufanya kazi. Lakini kuna wengine elimu zote mbili zinaendana vizuri kabisa na wanavitumia vizuri. Wanafeli wapi walio wengi? Maana hivi sasa tunashuhudia kwamba kuna watu wengi wanashindwa kufanyaje? Wanashindwa kuendana na hali halisi ya uchumi pamoja na mazingira tuliyokuwa nayo hivi sasa. Lakini ukimuuliza mtu atakwambia kama elimu vile haijamsaidia, na yupo mtaani anahangaika, kwa sababu leo hii unamkuta huyu ambaye ulimwacha mtaani amefanikiwa, lakini wewe ulioenda shule hujafanikiwa, na upo nyumbani bado unaendelea kujididimiza kwa sababu umekata tamaa. Unajua kama ambavyo dini sio tiketi ya wewe kwenda peponi au paradiso, ndio ndio ilivyo elimu. Elimu sio tiketi ya wewe kufanikiwa. Usijidanganye kwa kusema kwamba kwa sababu mimi nimesoma sana, nimeshapiga guarantee lazima nitakuwa milionea. Unaweza uko umesoma na ukafa maskini pia. Lazima ujue kutofautisha kufanyia kazi na kusoma. Yaani umesoma na unaifanyia kazi, na umesoma tu. Utakapotoka shuleni, mathalan ukiwa kijana, huwezi kusema kwamba waitegemea elimu yako hiyo ndio ikufikishe katika level za juu hasa za kiuchumi. Kwa sababu kazi ni za watu. Sawa? Na wanaokuajiri hawaja kusomesha. Kwa hawajui capacity yako kwamba wewe una uwezo kiasi gani. Watu wanaojua capacity yako ni walimu wako, wazazi wako, watu wa family au watu unaozungumza nao kwa simu. Ndio unajua bwana huyu ni mtu wa kuplani mzuri sana. Mathalani sisi ambao tumesoma, tunapofika mtaani tunatakiwa tuwaaminishe watu wengine ambao sio walimu wetu wajue vipaji vyetu. Kwa tunavyoenda kufanya kazi, tukafika kwenye kazi tukaambiwa okay, hii kazi inahitaji upewe 200,000 kwa mwezi. Wewe utakapoikataa ile kazi ukasema mimi nimesoma mpaka masters, siwezi kuchukua 200,000 kwa hii kazi. Utamthibitishia nani kwamba una kipaji? Namba 1. Namba 2, unapoenda kwenye kazi yako maybe ni mwalimu. Lakini ikawa wanaitwa watu wawe MC kwenye programu ya shule. Ukasema mimi hapa nimeajiriwa kama mwalimu, siwezi kuwa MC. Hii ni kazi, hii ni nje ya majukumu yangu. Ikiwa kazi ya ualimu imeisha katika shule hii, unahisi huyu mwenye hii ajira anaweza kukuhitaji wewe kwa sababu gani? Hamna. Mimi nilianza kufanya kazi nikiwa na miaka 21. Nilianza nikiwa sekretari. Kazi yangu ni kutoa photocopy. Na nilienda nikiwa na degree kwenye office. Lakini nilianzia kwa sekretari. Ndio. Alikuwa anahesabu hadi karatasi ni hizo toa photocopy. Yaani unajua ile rim band iko na karatasi. Kwa hiyo alikuwa ananihesabia. Kila siku asubuhi akiingia kabla hajanipa karatasi za kopi, anahesabu. Ananikabidhi. Kwa jioni nikienda kumuaga kwamba mimi naondoka, ananiambia niandike karatasi nilizotumia na niweke sign. Na anajua kwamba lile bando la rim linaisha baada ya muda gani. Kwa nikienda kumuomba rim kabla ya wakati, anachukua ile karatasi yangu anapiga mahesabu. Alinifundisha kitu hichi kimoja, uaminifu. Alikuwa ananifanyia vile kwa sababu alikuwa haniamini, sio kwa sababu mimi nilikuwa siwezi kazi. Kwa sababu alikuwa hakuamini. Kwa sababu ambao walikuwa wanafanya kazi ile kabla mimi sijaenda, walikuwa wanamuibia karatasi. Waliharibu kazi. Sasa mimi nikamshirikisha mzee wangu, nikamwelezea. Akaniambia, Lela, kabla hujafanya photocopy kila siku, hesabu karatasi zote zokupa. Yes, anakuandikisha jioni. Kwa kila siku asubuhi unachukua unahesabu. Kwa mimi nikaanza.
Kila siku nikihesabu amepunguza hii moja. Mpaka Ijumaa amepunguza moja. Kwa mimi ninaenda na saini kila siku. Ijumaa kila siku ilikuwa yule bwana mkubwa anakaa naye mkutano. Kwamba changamoto ni nini, unashauri nini kwa ajili ya wiki ijayo, yani kikao kama vile cha kufunga mambo. So hiyo Ijumaa mimi nikaraise. Nikamwambia nimegundua kwenye kila karatasi unazonipa kuna pungufu moja. Naomba uniambie kwa sababu gani? Akaniambia ninakupima. Nilikuwa nataka nijue kama una pay attention. Mimi na degree. Unaniambiaje mimi na pay attention? Yaani mimi nitashindwa ku pay attention? Sijamwambia kitu chochote, mimi kwa nafsi yangu. Nafsi yako inajiuliza. Kwa hiyo nilikuwa na zile pembe zile za kujisikia nini. Nikamwambia asante. Akaniuliza kwa nini umeshukuru? Nikamwambia hapana, nitakujibu kesho. Kwa nini? Niliweka akiba ili nikaongea na mzee wangu. Na mzee akushauri vizuri. Kesho. Ndio. Nilipokuja kesho asubuhi akaniambia no. Kwanza sasa hivi tutakuwa unachukua inventory za jikoni na shambani. Alikuwa na taasisi na watu 900. Ndio. Kwa wale watu 900 mimi nihakikishe kila siku niwe na kuna inaitwa job card. Inaitwa sijui nini? Bin card. Ni bin card. Ile bin card niandike watu wangapi wamekula nini asubuhi, wamekula nini lunch, wamekula nini usiku. Na shambani nini kinatoka kuja pale jikoni. Kulikuwa kunakuja maziwa, kulikuwa kunakuja kuku, kulikuwa kunakuja mayai, kulikuwa kunakuja maboga na kulikuwa kunakuja nyama. Kila siku lazima pamechinjwa. Na bidhaa za nyama zilikuwa zinakuja ngozi, sui, miguu, vichwa. So ni jaze kila wiki. Kila siku alafu kila Ijumaa mimi na yeye tunakaa. Unaenda kuwasilisha. Watu 900. Na hiyo ng'ombe ilikuwa ni hiyo ranch, ilikuwa ni ranch kama ina wanyama kama 1200 hivi. Nilikuwa na 22 years. Nilifanya ile kazi nikiwa na degree. Nilikuwa nikienda nyumbani nikimwambia dadangu ananishangaa, ananiambia wewe utafanyaje kazi hiyo? Mwanzo ni mtoto wa kike, unajua tena mambo ya pwani. Mwanzo ni mtoto wa kike, Leila wateseka, hufai uteseke. Nilifanya ile kazi. Anakuja na ananiambia kuna position inabidi umekuwa assistant lecturer kwenye hii college ya assistant wanaitwaje wale, sio lecturer kwenye college ni kama wanaitwa sijui kama mkufunzi. Mkufunzi msaidizi kwenye hii college yangu ya ualimu. Nikataa, ngambia mzee mimi hapana, nataka shamba. Na kwa nini? Kwa sababu experience niliyoipata kule shambani. Ukiniweka shule nitafanya kazi mara 3. Kwa sababu nilikaa mwaka mzima situmii calculator. Yaani ukiniuliza hesabu yoyote napiga kwa kichwa hivi. Ambao mimi sijawahi kufanya hivyo nikiwa shule. Sasa hivi yani hata uniambie na ng'ombe 5000 nataka unisimamie malisho, sijui manini, sijui dawa, sijui nini. Nafanya na sikusoma sayansi wala sikusoma mambo ya wala sijui chochote kuhusu biolojia. Mwanzo nilifeli. So sikufeli, nilipata fantastic hisabati. Kwa hili kwa inanipa raha, kumbe hisabati mimi naiweza. Kwa wakati ananichukua sasa niende shuleni, sasa nikawa mkufunzi, nikakataa. Akaniambia no. Nataka uende ukae mkufunzi. Nikaenda sasa baada ya mwaka nikaenda nikawa shuleni mkufunzi. Nikaona kale kakazi kadogo kwa sababu umeshazoea kushika vitu vingi. Sasa mbona hii ni kama nikaanza kubweteka sasa kwenye ile kazi. Nikamwambia mzee mimi nimekosa motivation ya kazi, naomba uniondoe. Akaniambia basi fanya kazi shuleni na fanya kazi na shambani. Nilikaa mwaka sijaenda nyumbani. Mwaka wananipigia simu, Eid waje, namwambia siji. Ramadhani waje, namwambia siji. Iko harusi sijui ya nani, namwambia basi siji. Mwaka nimeenda nyumbani. Namwambia mzee mimi mwakani nitatoka kwa yule bwana naenda kwa bwana mwingine. Ananiambia sawa, lakini yule bwana amekukuza. Na kweli nimekuwa. Nikienda tena kuongeza elimu yangu, hata yale mambo ya shule hata sikuyaona ni magumu, niliona ni mepesi kwa sababu kichwa changu kilikuwa kishakuwa kimeexpand. Sasa hiyo ikanijengea akili kwamba mimi sitaki kuchagua kazi. Toka siku hiyo mimi kazi yoyote mtu anonipa uifanya. Wakati nasoma na psychology, nilisoma kozi 2 kwa wakati mmoja.
Na zote ukawa unazifanyia unazitendea haki. Na vile na zote nikapata vyeti. Na bado nilikuwa pia nafanya kazi kama mwalimu kwa kifundisha na nasoma sehemu mbili. Kwa sababu yeye nishazoea ule yani wanaita nini ile kama sharubu sijui. Sharubu ama nini kitu cha kutumia nguvu. Nishazoea yani kupata tabu. Kwa starehe naona kama so haki yangu. Sasa mimi sharubu suruba. Suruba nishazoea suruba. Kwa hiyo kupata raha kana naona kasi sio haki yangu. Sasa leo nikipata raha nitaishukuru kiasi gani? Vijana wote ambao wametoka college wote tukaingiza katika mfumo kama huu. Lini atataka mafanikio ya haraka? Kwa sababu anajua ili niyapate lazima ni mafanikio ni mchakato. Na akiyapata yatadumu kwa sababu atakuwa na nafsi yake ina kinai. Rafiki zangu mimi na wao huongea tukasema yani light tungekuwa tuwaweza kujiwekea thamani kwamba sisi thamani yetu ni madini kadha. Hata tusingekuwa hayapo labda tu madini. Kwa sababu tukipata chai tutainywa kwa adabu kwa sababu tunajua maji ya chumvi yalivyo. Tukipata kazi mtu akatuambia kaeni hapa mfanye kazi, tuifanya kazi kwa sababu tunaheshima na kazi kwa sababu kazi tulozifanya ni kazi ngumu. Hata saizi kwanza mimi saizi hata sifanyi kazi. Mimi hata wakubwa zangu nawaambiaga mimi nini bado hamjanipa kazi mimi. Sasa wewe unafanya kazi hata muda wa kulala pia huna. Ramadhani inakukuta uko njiani unapeleka iftari. Unatoka kupeleka iftari saa 10:30. Unatembea na kashi hela nyingi kiasi kwamba unaogopa kwamba ukizishika bahati mbaya itakuwa vipi, wanyanyua siti ya gari wazidumbukiza ndani. Usifiche. Na mnagawa iftari hadi mwazini. Mnafungua na maji tu afu moja kuftari saa 3:30 usiku. Na mnaswali kiamul lail. Na asubuhi tena mnaenda kazini, saa 10 mnaenda kugawa iftari. Sasa nitafanya kazi gani? Kazi naenda natoka saa 10 ni kazi si kazi. Lakini tunashukuru sana tulifanya ile kazi tukiwa wadogo. Na huyo rafiki yangu mmoja alikuwa akimchukia yule bwana mkubwa. Tuonea huyu, tutamsemea kwa uhamiaji. Maana alikuwa mgeni. Nilijua tu wageni hao. Aondoshwe katika nchi hii, atutesa. Namwambia atutesa. Lakini tulishukuru Mungu. Hatukuwa wahuni. Hatukupata hata muda wa kuwa wahuni. Maana hii tuko mbio kazi. Watu wenyewe nyumbani kwanza wakaanza kutuheshimu. Maana watuoni. Sasa mpaka leo bado anafanya kazi za suluba kama hizo. Unaendelea yani mimi nikifanya kazi moja najisikia upweke. Nataka kazi niwe angalau nazo 3. Nataka mchaka. Mbio. Sasa ndio hivi. Kuwa na akili za shule sawa, watakiwa kuwa nazo. Lakini ukifika sehemu ya mazingira ambiwa fanya kazi, usichague kazi. Usichague kazi. Hata ukiambiwa wewe uza bidhaa na commission tutakulipa na commission, ingia mtaani tafuta wateja. Fungua account ya digital account za social media. Tangaza biashara yako, yani kuwa proud na kazi yako unaifanya. Kesho kutwa hata ukiwa umechukua shamba lako, umechukua bidhaa yako waifanyia kazi, utapata tabu. Juzi sisi tulikuwa tunaongea mimi na wewe nikakwambia mimi nalima miogo. Nani ataniibia katika shamba langu mimi? Mimi najua kila kitu kuhusu shamba. Hata ng'ombe anatoa kiasi gani maziwa, mayai anatoka. Hakuna atakayenidhulumu. Ni kwa sababu gani? Ujuzi ambao niliwekewa na nikiwa na miaka 22. Ningekataa ile kazi ya shamba leo shamba ningekuwa hata sioni umuhimu wa shamba. Hata kama babangu Mungu angejalia akanipa shamba, ningeziuza shamba zote nikadhani kuna umuhimu wa shamba kazi gani? Sawa. Madam, umetupa uzoefu mkubwa sana. Bila shaka msikilizaji na mtazamaji ameweza kupata mambo mazuri kabisa katika siku hii ya leo ya Jumatatu nzuri kabisa. Madam, tukiachana na hili. Unajua nilikuwa natamani kuendelea huku lakini ngoja tupumzishe. Tutakuwa tunagusa kidogo. Maana kuna siku nilikuwa namwambia Saidi kuna haja pia ya kuijua historia ya Madam na kuiweka hata kana kwamba akisema isitoke leo wala kesho kutwa sawa. Lakini iwepo
Inawezekana pia wengine wakasema tu madam alizaliwa tu kama mbuyu hivi. Lakini nadhani historia yako itakuwa ni sehemu ya funzo kwa wakata tamaa. Na watu ambao wasiokuwa na uthubutu pia wanaweza wakajifunza jambo kupitia wewe. Umejua wa Tanzania tulio wengi huwa tunaangalia mafanikio, lakini hatuangalii mtu alipotoka kwenye chanzo haswa. Huwa tunaangalia alipo. Sasa sijui kama ni kitu kizuri sana kuangalia mtu alipo kuliko kuangalia kule alipotoka. Unatakiwa ujue kwa nini mtu amefika pale. Na watu wengi wenye mafanikio ambao nawajua hawajatoka kwenye serviette. Serviette ni kama karatasi ile ambayo tutachukua kupunguza sahani kabla hatuja kula, au ya letu imefungwa kisu na uma. Si laini vile, mafanikio si laini. Kama ambavyo dhahabu uipati juu mzee, hata mafanikio yapati juu. Unataka uchimbe. Saa nyingine kifusi kinakufunika. Nyingine unakuwa mpweke. Ushakutana na upweke, yani unakaa mpaka jioni ukiangalia simu yako ina message ya ile 1500 na 1503. Ndugu mteja, tuma neno fulani kuingia katika draw fulani. Na lazima ujue ni kuwa mpweke. Na kuna level itafika katika maisha yako huwezi kushirikiana na kila mtu tu. Inabidi kuna baadhi ya watu unawaacha chini. Sio kwa sababu labda hawana hadhi. Kwa sababu yeye ndoto yako ni kubwa kuliko yao. Kwa hiyo unasonga mbele ili ukutane na wenye ndoto kubwa kama wewe basi. Si kwa ubaya. Yaani unatakiwa uondoke kwenye mazingira ambayo yanakufanya wewe ujisikie comfortable. Rafiki yangu mmoja aliniambia, Lela, ni ajabu ndoto yako isinitishe. Kama ndoto yako hainitishi sio ndoto. Yaani lazima nitishike. Ukiniadithia ndoto yako, na lazima ndoto yako ikunyime usingizi. Yaani uamke usiku ukae utafakari, nitaifikiaje ndoto yangu? Kwa sababu kama ikiwa ndoto yako inakufanya mpaka uko comfortable, hutaki kubadilisha baadhi ya tabia. Ndio maana unaona kuna wanaume unakutana naye ana tabia za hovyo, lakini ili ampate mwanamke fulani inabidi zile tabia ziache ili ampate huyo mwanamke. Sasa ukiona kwamba mazingira unaotaka kuingia au hatua unaotaka kupiga katika maisha yako haikulazimu wewe kufanya sacrifice, haitodumu. Kwa sababu huwezi kuingia katika level mpya ya maisha yako ukiwa na tabia za zamani. Ndio maana unaona ukitaka kwenda kazini huwezi kutoka na dera ambalo umeshindia nyumbani. Na hata ukitaka kwenda kanisani huwezi kwenda kanisani na nywele ile ilofumuka. Ni msikitini kadhalika uvae hijabu safi. Siku kwenda kusali Idi al-Adha lazima umetafuta nguo safi uende nayo. Hata sisi tukija hapa hatuwezi kuja hapa tuna sweta tulolala nalo jana usiku, kwa sababu tunakwenda redioni, tunaenda tukiwa na mavazi. Hata saa zingine pia tunaoga tuende redioni. Ndio mimi naohimiza wanawake, hata kama huna kazi, amka asubuhi, posti bidhaa zako status. Wewe utakuwa winga, mtu atapenda yule mkoba. Atakwambia na utaka mkoba, wewe ujue unapouzwa kwa bei nafuu ukapata 3000 kwa ule mkoba. Ile kitendo cha wewe kuingia bafuni ukaoga, ukapaka mafuta, ukachukua shungi ukaufunga, maana sasa hivi naenda kupanda gari naenda kari yako. Ni therapy kwako. Kwa sababu kama sio wewe kutumwa ule mkoba, usingeoga ile siku, ukapaka mafuta. Utaoga, utavaa kijoro, sasa niko hapa tu. Hamna neno. Ama nywele ukauzi chani. Lakini wajijua nywele yako iko na mvi, huwezi kwenda nayo hivi. Kwa hiyo lazima utapaka hina. Nywele yako ipendeze, ukitoka iwe iko sawa. Sasa kuna watu hapo huwa wanatumia hicho kama kigezo cha wao kutoka. Ama wakati mwingine naoga, naenda wapi, nafanya nini, anabaki tu nyumbani. Lakini pia kwa upande wa hao watoaji, niseme wanaume, kwa sababu wanaume ndio ambao anaweza kusema leo mke wangu usipike, tutakuwa na mtoko angalau mara moja kwa mwezi, ama hata kwa miezi mitatu mara moja. Lakini wengi hivi sasa hawayafanyi kabisa haya. Je, yana manufaa ama yana hasara?
Unajua sijui Mungu atazidi kunistiri, lakini Amen. Kuna baadhi ya watu hata mimi nikijiuliza maswali hata najiuliza hata sijui wanatokea wapi. No, hata wanawake baadhi wananipigia simu wananieleza mimi sijawahi hata kupelekwa sehemu kwa kalimuogo. Unamuuliza hawa watu nyie mkutana nao wapi? Kwa nini unafanya kazi Jumatatu mpaka Ijumaa? Huna siku moja ambao watoka na familia yako. Wewe pesa unamtafutia nani? Hapo. Kwa sababu wanasema nini? Pride au yani ile furaha ya mwanaume ni pesa yake itumike. Yaani hiyo ndo anajisikia raha yani. Hiyo ndo starehe yake. Na hiyo ndo ufahari yake hasa kuona kwamba. Nataka niseme hapo fahari. Fahari yake ni pesa yake itumike. Sasa kama pesa yako haitumiki mzee. Sasa unajua wengine ni selfish, tunasema wabinafsi baadhi. Ambao naona hawa ni asilimia chache sana kwa sababu mimi sijawahi kukutana nao. Kwa baadhi ya wanawake ambao wanakutana nao ni wanawake wachache ambao wanakutana na wanaume hao binafsi. Na kwa sababu ni wachache na maana wana shida. Ingekuwa tuseme kama ni watu 100 katika labda sisi tuko 90. Ni watu 65 tukasema bwana wewe hii ni hali ya kawaida. Lakini ni watu kama 15 katika watu 100. Na maana ni shida. Nyie ni watu wa ajabu. Pesa unaitafutia familia yako. Familia yako uitoi. Hata siku moja ukasema jamani leo msipike mimi na jana chapati, pikeni mchuzi peke yake. No. Bwana leo umepika sana hapo nyumbani, mimi sipo lakini nitakutumia pesa. Hebu nendeni mkale. No. Na si lazima uwe na pesa nyingi ndio watu watoke kwako. Kila mahali sasa hivi kuna wale watu wanachoma mishikaki na miogo. Ndio. Kila mahali. Amna ule mshikaki unauzwa 300. Mwogo unauzwa 200. Na kuna mwingine hadi unauzwa 100. Kwa wewe ukiwa na buku mzee, kila mtu anakula mishikaki 2 na miogo. Mle kama nyoka, nani anajali? Msinywe hata na kitu cha kunywa, mkifika nyumbani mtakunywa maji. Au ule kwa juu wake aliotengeneza nyumbani, atakunywa kwa juu ndo mulale. Lakini imefanya nini? Umemtoa. Yaani ukiwa na 3,000 mwala miogo, mishikaki na juisi. Kwa wewe toka Jumatatu ulivotoka mpaka Ijumaa hujapata 3,000. Sasa nyingine unaweza kukaa ukasema mbona mimi sipati riski yangu ina matatizo? Ni kwa sababu utoi mzee. Naam. Sasa wewe inafaa mimi labda nikupikie ugali kila siku saa 7 naamka nishikishe mkaa, mkaa ushike, nikupikie ugali wa moto maana utoki wa hotpot, nikuamshe, uamke wewe ulikuwa umelala, mimi nilikuwa nimeamka. Nikupikie siku 30 za Ramadhani. Alafu siku ya kufungua somo ile asante hunipi, kijora cha 7 hunipi, maana uwezo wako si abaya. Haya alhamdulillah, nitakuombea dua mwakani utaweza kuninunulia abaya. Kijora cha 8 hunipi. Kanga ya India yauzwa 4,000 tu, kanga ya India hunipi. Sasa unahisi wewe hujaja kunichakaza mimi? Lakini hali ngumu ya maisha si unaiona madam? Kanga 4,000 ya India siku 30. Hata ukiweka kila siku 1,000, kila siku ukiweka 100 itafika 3,000. Ile siku unaniunganisha mimi kifurushi cha wiki ya Idi. Wanaambia mke wangu leo umekuunganisha kifurushi cha wiki. Pigia simu rafiki zako wote watakie Idi Mubarak. Asante kwa kunipikia futari nini? Kunipikia daku mwezi mzima. Utapungua nini? Au ile siku ya Idi ukantoa ukaniambia twende kuna mahali wanauza miogo mizuri na juisi ya mua, twende nikakupeleke pale ukale. Na kula ukaniambia mke wangu bwana haikuwa ni majukumu, haikuwa kitu si cha lazima, lakini ulijitahidi ukanipikia daku yangu ya ugali kila siku nilikula ukiwa wa moto. Mwenyezi Mungu akujalie uingie pepo yake Firdausi na kukubalie funga zako, na hii miogo kula nimekununulia kama shukrani yangu kwako. Utapungua nini?
Lakini toka Ramadhani imeanza mpaka Ramadhani imeisha, hujawahi kusema asante. Siku zote chumvi nyingi sana hapa, chumvi nyingi sana. Sasa chumvi hata kama leo imezidi, kesho haijazidi, bora leo chumvi leo kwa mahali pake. Asante sana Hussein, wewe kazi yako kukosoa. Haya, ujaja kunichakaza. Lakini madam, hebu tuangalie pia upande wa pili. Inawezekana licha ya mchakao ambao unaoongea, baadhi nimesema si wote, wengine wanarudi usichana. Kwa asilimia kubwa mchakao ndo wengi. Kuna maisha ambayo mwanamke anayoyatamani kwao hajayapata, lakini anatamani kuja kuyapata kwangu, wakati ulisema kwamba tutafutane ambao wenye kuendana. Mimi nimemchukua yeye kwa sababu maisha kwao ni maisha tu ambayo yanafanana na mimi, lakini anahitaji vitu vya thamani kubwa zaidi kuliko uwezo wangu. Huyu kwa nini asichakae wakati haridhiki na hiki ambacho ninachokipata mimi? Kuna baadhi wajua tunatamaa, baadhi yao wanatamaa ambao ndo hao nikasema kwa asilimia 10 wenye shida za malezi, tabia. Wengine wanatamaa, wengine wapenda vitu vikubwa. Hao na mimi hao sitaki kuwatetea. Lakini kuna wale wanawake ambao ukiwapa kidogo wanashukuru. Lakini kuna wale wanaume ambao hataki kidogo hawatoi. Kamwe hawatoi. Umemoa una mwaka wa 5, wa 6, wa 7 kwenye ndoa, hata siku moja hujai hata kuongozana naye. Ukitembea uko mbele, yeye uko nyuma, utafikiri unamuongoza ende maabusu. Utazani kumbi. Maana kumbi ndo wanakuaga hivi. Kumbi sio unakuja pamoja. Sio mmoja anakuwa hivi. Kweli mmoja anakuaga nyuma, mwingine mbele. Na tena ukikutana na sisi tukikuuliza, vipi bwana mkubwa? Huyu mwenzako mwasoma wote shule. Anashindwa kutambulisha, kusema hili ndio chaguo langu. Hata kama mwingine ana haya. Wengine wako na haya. Waweza shindwa kusema bwana huyu ni mpenzi wangu au huyu ni mke wangu. Mwingine anaweza sema huyu bwana ndo mama watoto. Afadhali angalau ukisema mimi mwenzio waweza kwa mwenzangu. Maana mimi nikipika na wewe kesho upike. Ndio maana ya wenzako. Wanasema mate. Ni mate. This is my mate. Mate manake mimi na wewe vitu kama tulivyokuwa boarding vile tukikaa bedi. Wanaitwaje wale bedi yeye anakaa deka juu na mimi nakaa deka chini. Huo ndo wenzetu. Unaponiambia mimi mke wako alafu unanitembelesha kwa watu, mwenzangu tunasoma wote, tunaimba wote kwaya. Au tunasoma wote tuenda sote discussion. Ndio sasa mimi ni mwenzio. Usiseme huyu ni mke wangu au huyu ni mama watoto au mama fulani. Amwambie yule mwanangu Karimu wa kwanza, huyu mamake. Kwisha. Sasa wewe mwenyewe hauko proud na mimi. Na hii kutokuwa proud ni kwa sababu amekuchakaza ama anaona kwamba hupendezi mazoea na tabu. Kwamba mazoea sasa uamkuta huyo mke mwenyewe ezakuta hiyo dera yenyewe alovaa kafanya maarifa. Sasa utasemaje huyu ni mke wangu? Ukimwambia nguo ni kama yule tulosema akwambia mmekukopesha hii hela ukanue nguo mmekukopesha. Hata sijui mkutana nao wapi watu hao, Mungu awasti. Msipite hizo maeneo yao wanayoishi, mpite njia nyingine. Bwana umenikumbusha hilo, unajua nilishaisahau. Kakopeshwa bwana, mke wa mtu. Mumeo anakukopesha. Katika matunzo ambayo yeye ni wajibu wake. Kimwambia mamangu masikia zalia mpaka awe mwazimu. Kwani umemkosea nini Mungu? Kopeshwa. Au eti unataka nguo ya Idi unaambiwa ufanye maarifa. Maarifa gani? Na hili neno fanya maarifa linawaacha wanaume wengi wanadharaulika sana. Na maarifa yenyewe ndio hao sasa ambayo yanapelekea wakati mwingine wewe kudharaulika ndani. Unajua kuna watu namba zao haziseviwi na wake zao. Sasa mimi nikusevu nini? Kila ukipiga wapiga kama new number. Maana sasa mimi kuna watu wajua asema ngoja tu nishike kichwani huyu maana siwezi kumsave. Mwanzo hupigi kamwe huaka hujui mke kaamka. Yuko haya makafa.
Uulizi hata habari yako, umemka salama, ujambo, aka kimya upo atakuwa tu yuko vizuri bwana, mwanzo nimepeleka chakula yatosha. Wewe ujui misahati, lakini kwetu twala. Sijabu hapa kwako sili pia kabisa. Kama ingekuwa kuolewa kwa sababu ya chakula, hakuna mtu angeolewa. Kwani hata nikija hapa kwako nataka kuna chakula, si bado nikipika mimi mwenyewe? Si bora nipike huko kwetu? Kama kuolewa ingekuwa kula, hakuna angeenda kuolewa. Wao mwanzo waondoe hizo fikra zao katika kichwa chao kwamba mradi na kudumia, mradi wala na hala pia kwetu. Nimekuja nikae na mwenzangu tulizane, vipi hali, mbona leo umenuna? Mwingine maskini akinuna mwenyewe ndo anadeka, atakumnunulie kanga. Wewe hujui hata sheria. Wewe kazi yako, mtu ukiona kakasirika, kuku waja hapo, kuku waja. Kuku gani? Mimi atakuwa tunala kuku kwetu, niko nakula bata. Sasa wewe usinue chakula tu ukasema wewe mimi namhudumia kila kitu mwanamke, kwa nini hashukuru? Upo baba, wakaa na mimi uwepo wako. Hata kama hupo, hata kama kazi yako ya gari, wapiga simu. Watoto wajua kwamba baba ukifanya makosa baba atakuja kukupiga. Uonekane wala usikiki humu ndani. Wengine wamekaa wanunu, hata watoto hawahudumii watoto. Na kuna kasumba hivi sasa, baadhi ya wanaume wanaoa wanaacha, na kila ambapo wanapooa Mwenyezi Mungu anawajalia wanapata watoto, lakini watoto hao mara baada ya kuachana na wazazi wao, hawa wake zao wa zamani, sasa wakishaachana nao hawahudumii watoto. Wanachoangalia ni kwenda kuongeza mke mwingine. Huyu mke ambaye anayekuja naye wakija kuvurugana, anaachwa naye na watoto wake, wanaachwa na watoto wake. Kuna watoto ambao hawapati matunzo kabisa, wanasikia tu kuna baba anaitwa fulani, lakini hawapati chochote kutoka kwa hawa mababa. Naye aitwa baba sasa. Baba jina. Sasa wewe utakuja online useme mtoto hakutaki tena. Utakuja hapa online uje Facebook kujitangaza, mimi mwanangu ni fulani na mamake hataki nimsogelee. Sasa wewe utasogea vipi wewe? Ukirudi nyuma pazia utajua. Msije yani hivi swaona sasa hivi watu hapa wasema sijui nini kamkata mtoto. Yani wewe hivi tunavyokuona style zako unazofanya uhudumii mtoto, sijui ukasema huyu mtoto sijui nini, mbona anisalimii bibi babake. Na sijui baadhi ya wanaume wanakuaga na kichwa gani. Mimi mwanzo saa zingine hujiuliza, huaga wafikiria kweli. Wajua mtu akikuzalia mtoto ni wako si wake. Ndio. Na wewe ndo wakuza, wewe wakuza inaitwaje ile kin, ukoo wako. Kama ambavyo watu wanazaa watoto 300, yani ukipata watoto 8 utakujipige kifua tena wahudumie wote, kwa sababu wao bahati yako nzuri, hao ndo wanabeba jina lako wewe. Sasa kuliko uwe proud wewe, wengine wahudumii, wengine mwashughulikii. Waweza kuwa umezaa na watu hamusikilizani, kwa sababu wanavyofikiria na wewe unavyofikiria tofauti. Naona na wewe unavyoangalia maisha na wao wanavyoangalia maisha hamusikilizani. Lakini watoto ni faida kwako. Yani wewe umefanya biashara, umepata watoto. Wale si watoto wao. Wewe hapo ndo wamebeba jina lako. Yani kama sasa hivi watoto wote watoto wa Khatib, wewe una utajiri. Tao katika dunia hii kuna watu 7 watatumia ubini wako. Sasa utakujisikia raha. Sasa wewe watoto wahudumii, mama zao wapeleke hata wakanywe juisi mahali. Sasa wafanya nini katika hii dunia? Ni kama unaingia na kutoka. Unachukua ushuru hapa, ukitoka hapa uchukua ushuru huko. Uko kama Burata askari ana majukumu ya kulinda amani. Huko kama sijui kitu gani. Hata jogoo tetea yake akifuata usimama akapigana. Wewe nani basi? Lakini mimi siwezi kushangaa, kwa sababu
Mengine nilikuwa siyajui, wewe ndo unanishtua. Wapo watu hata watoto huwakana usema si wangu. Si mtoto wangu. Nani amekwambia ni mtoto wangu? Si mtoto wangu. Akamkataa. Kata. Akasema huyu sio mwanangu. Wanakuja wakati wa mafanikio. Sasa Mungu ajalie basi mtoto afanikiwe. Akiwa hajafanikiwa na wewe ndio kwa sababu. Mtoto hajaenda shule, mtoto amekuwa teja, ni kwa sababu yako. Na inawezekana wazazi wengi wa kiume hawafanikiwi kwa sababu ya haya. Watoto wanalia huko, wananung'unika. Mimi kuna watu bwana na wajua ukiwaona hivi. Wako proud sana na watoto zao. Wanafanya mambo makubwa kwa ajili ya watoto zao. Mathalan sisi wazazi wetu hawakusoma. Mbona sisi wametupeleka school? Kwa sababu wanataka ile nini? Inaitwaje? Historia ibadilike. Wao hawajaenda shule lakini sisi maskini twende shule na sisi. Tuondoe ule ujinga katika familia. Kwa sababu adui ya maendeleo ni ujinga, maradhi na maskini. Tuondoe. Lakini watu nao wapewa hataki kupeleka watoto zao shule. Au watoto wanaenda shule, watoto wamekuwa kama mbuzi, wanaingia na kutoka kwa kufukuzwa ada. Nendeni. Baba asema aja, nenda kamwambia aje. Aja. Si lazima uzae. Na maskini sio ufahari. Wewe kama kuna watu unawaheshimu usisubutu kusema kwamba wewe ni maskini. Wewe sema mimi bado najitafuta sijajipata. Ukisema maskini wanaweza hata wakaahirisha hata kukuweka kwenye sehemu anajua wewe umwizi wewe. Utaiba hivi karibuni. Kuna msichana mmoja hivi namsikiliza anaitwa Laila. Yuko sana TikTok. Ndio maana mimi saizi watu wengi nawaambia usije ukamlaumu mtu eti kwamba yeye sipati maarifa, si maarifa yako wazi hadharani. Na wengine ni bure. Hamna mtu yote anayekwambia ulipie ndio uingie TikTok. TikTok kuna download bure, ni bando lako tu wasikiliza. Huyu Laila asema vipi? Kuna baadhi ya wanaume wakiona wenzao wamefanikiwa wanasema hawa wanatakatisha pesa, hawa wezi, hawa sijui watu wa Freemason. Anatafuta kichaka cha kuwatia ubaya wenzake. La kwanza. La pili, wewe unahisi ni hii tuloko tunasema kwa hiyo degree yako tu utapata pesa? Usipotumia akili. Sisi tunakutoa ujinga, tunakuonyesha jinsi ya kufanya vitu kisomi, sio kupata hela. Kupata hela ni kitu kingine. Na kufanya kazi upate hela ni kitu kingine. Na kuwa na elimu ya kupata hela ni kitu. Ndio maana unaweza ukasoma unaitwaje entrepreneurship inaitwa nini? Ujasiriamali na usipate hela. Na ukawa hujasoma ujasiriamali na ukapata hela. Sasa Laila anasema wewe unahisi hiyo degree yako hiyo ndio itakupatia hela. Lakini wewe kama ni mwanaume na huna hela, si uibe na wewe. Kama kuiba ni rahisi, iba, kwa sababu ili uibe unatakiwa kwanza uwe mtu mwenye akili sana. Utengeneze plani maybe ya mwezi mzima. Uvizie watu wanajisaugi saa ngapi. Yaani watu wanalala saa ngapi? Na swali wanasema za mwezi 40. Na inawezekana ya kwako ndio hiyo siku ya kwanza unatamani kuiba na ndio siku ambayo unaoathirika. Yaani huyu msichana ametoa kama mfano akasema wewe utahitaji mwezi mzima wa kustadi watu unaotaka kuwaibia. Wanaingia saa ngapi nyumbani, wanaamka saa ngapi, wanalala saa ngapi, na niibe nini? Nini wanakisaugi mara nyingi nikiibe. Hiyo si mwezi. Na je, kitakuwa na manufaa kwako? Na ukikiiba uenda kukiuza wapi? Sasa hiyo sio akili. Ni akili. Kwa hiyo usiwadharau, comment watu. Unaona watu wanaamua kufanya mambo makubwa unasema wewe wezi hao. Huyu babake alikuwa mwizi. Na wewe iba basi kama ni rahisi. Kuiba yenyewe sio rahisi. Utatumia mwezi mzima kustadi eneo lako la wizi ndio ukachukue. Na si kila mtu mwenye hela ni mtu eti sijui wanasema sijui eti huyu hela zake zina matatizo. Kuna kufanya kazi.
Kuna mtu mimi namjua ameingia hii Tanga na miaka 14. Ameingia akiwa ni kijana mdogo wa miaka 14. Sasa hivi hajafika miaka 30 bado. Ni miongoni mwa wafanyabiashara wa jumla, akishusha anaondoka. Kwa hii Tanga na hajafikisha miaka 30. Lakini ameingia Tanga hapa akiwa na miaka 14. Utasema ni mwizi? Ya kati miaka 14 anapambana. Na alikuwa anauza hii, unajua chinga wa dunia? Ameuza chinga wa dunia miaka 3. Kwa wewe hata ukija ukimwambia yeye ni mwizi, inamsogoni. Mathalan ni mtu kama mimi, siwezi hata siku moja nikamjaji kwa sababu najua ameingia hapa mjini akiwa na umri gani. Ni mdogo kuliko mimi na ana pesa. Na anajua thamani ya pesa yake. Sio kuwa na pesa tu afu ajui thamani. Anajua thamani ya pesa yake. Lakini historia yake, yeye akiwa na mimi nikiwa na miaka 14 niko form 3, form 2. Yeye uko mjini anatafuta maisha. Mimi nimezunguka we. Nikija nikikutana naye sasa maisha yameshachanganya, yeye yuko mbali. Wakati mwingine unataka kujilinganisha na mtu kama huyo. Utajilinganisha vipi na kati yeye akiwa anatafuta maisha au ulikuwa shule? Wala utakiwa atakupaniki. Kwa sababu hata wewe usingeenda shule ungekuwa unatafuta maisha. Kama una bidii, ungefika hapo. Na hata kama umeenda shule sasa hivi, kama una bidii, unafika. The moment kwamba upo hai hujafa, kila kitu kinawezekana kwenye maisha yako, lakini kiri hapa kwamba hii dunia mimi nitamiliki kila kitu ninachotaka. Na usione watu wamefanya jitihada wakapata hela ukawaita wezi. Na wengine wana nidhamu sana ya fedha. Kwa sababu leo hii unamkuta kuna mtu amekaa kijiweni anasema mimi nikipata tu milioni 20 na kazi naacha. Wewe umeona kwa hiyo milioni 20 ni pesa nyingi sana. Unajua milioni 20 ni 10,000 ngapi? Fikra ndogo sana. Milioni 20 ni 10,200. Ndio hapo. No, ni 10,000. 2000. Yaani 10,000 zikutoa hiki chana. Naacha kazi. Unaacha kazi unaenda kufanya nini? Unamkuta huyo ana plani nyingi za starehe. Hivi unajua kuna wanaume na wavulana. So unaona huyo bado wa maskini hajabale. Wewe huwezi kuwa na maisha huu mtoto akiume. Kwa hii inflation ya dunia. Wajua milioni 20. Yaani sijui, lakini hata gari unaweza kununua. Ununui gari la maana. Kwa sababu hiyo ukinunua gari la maana inawezekana isitoshe. Kuna watu wanatembelea magari ya milioni 200. Gari tu ya kawaida ambayo inakufaa wewe kijana, angalau 35, 32. Sasa imetosha hiyo pesa? Sasa hiyo 20. Si ndio maana nimesema ununui gari la maana. Wewe ununue gari haya mabovu ya kuungaunga. Na sasa hizi mahitaji ya siku hizi ni usafiri, internet na sehemu ya kulala. Makazi. Kula unaweza tusile, nani anajali kuskula? Kwa hiyo ukose basic need. Yaani umepata hela ambayo hata basic need haitimizi, unataka uache kazi. Na kuna wengine ni washamba madam. Sijui kama natumia neno baya zaidi. Madam, kuna mtu leo hii amenunua gari au ndio la kwake, hata la mkopo si la kwake. Unaona Au amefanikiwa kujenga nyumba. Anaona maisha ameyapatia. Atakapokaa kijiweni atatafuta sababu ya kuhadithia nyumba yake. Mjue tu ana nyumba. Atakapokaa kijiweni story atakayoipiga lazima iendane, yani lazima alitaje gari lake. Mtajuaje? Tajuaje kwamba ana gari? Lakini sijajua kwamba kwa nini waliofanikiwa hata hawaoni kama ni kitu. Naona ni mambo ya kawaida tu. Unaona ni ushamba ama ni tofauti ya wealth na rich. Rich ni shouting. Wealth is calm. Wealth mkimya. Lakini rich shout. Tuona mtu ana shout sana. Sio wealth, ni rich. Okay. Kuna
kuna wealth na show na rich. Richness ni show off. Lakini wealth ni iko kama kwa yule Mtanzania ambaye hajui hayo unayoyasema. Ni kama umempa mtu pikipiki aendeshe. Anapoendesha ni wewe unapoendesha. Ndio richness. Lakini kiwa wealth ni yule mtu ambaye kitu amekizoea, kwa hiyo anafanya tu. Anaweza hata akawa ana mwaka hajavaa t-shirt ya designer. Lakini ukisoma nyuma ya t-shirt yake unaangalia, unasoma pale kwenye ile label, unasoma edition kwamba hii ni t-shirt ya ngapi kuproduciwa na hiyo kampuni. Hiyo ndio tofauti. Wewe siku kijaliwa kwenda kwenye maduka makubwa ya nguo. Chukua nguo isome pale, uiangalie hii ni nguo ya ngapi kutengenezwa. Huyo ndo wealth. Mtu anavaa kiatu labda ni limited edition, labda zimetengenezwa pair 60 tu. Kwa ukisoma kiatu chake hapa unaona imetengenezwa pair 60 tu. Lakini mimi mwenzangu na mimi, Amiri. Sasa kuna rafiki yangu nikitaka umuuzi uvae kitu kimeandikwa neno Amiri Louis. Yani sijui kwa Kiswahili sijui, lakini richness na wealth na wealthness ni vitu vile tofauti. Ukiona mtu ana brag sana, nini chini kitu kidogo kwangu nini, unajua tu mali ameikuta. Yani mali unajua ile umepigwa surprise na mali imemtembelea wakati hata hajajiandaa. Kwa mtu kuna wealthy person na rich. Wewe unataka upate mtu wealth, sio mtu rich. Rich ni kama mtu umepewa pikipiki, anaenda hadi anaitoboa bomba. Au wale vijana wa Subaru wale wanaongeza bomba, akipita kelele nyingi. Lakini mtu kama ni wealth, gari yake hata ikitoka whisky unasikia tu kwanza anaenda kuifunga silencer. Kwanza characteristic ya mtu mwenye pesa apendi kelele. Kabisa. Ndio maana ulikuwa ukiweka sauti ya juu mzee wako anakutimua. Kama unakumbuka, lakini nakumbuka sana. Siku za kupokea mishahara nyumbani ilikuwa yani siku ambazo mzee ana hela, ole wako weke sauti ya juu. Hata ukiweka TV, hata ni taarifa ya habari, anakuambia punguza sauti. Lakini wewe sasa toka ununue sabufa, nakwambia sisi tuliopanga nyumba moja na wewe, hadi ukishika hivi jagi lako la maji ya kunywa utaka kuchota maji, jagi linapiga pum. Nafsi yako yapiga pum. Kuna vyombo vingine kabatini vinadondoka. Kwa sababu ya muziki uliopika. Yani sifa moja wapo ya mali haina kelele. Kuna utajiri na kuna kumiliki mali. Mimi sijawahi kukutana, sijui, lakini labda ninokutana nao labda ni wamekuwa sana. Lakini kukutana na bilionea mwenye mikelele mimi. Hata milionea wengi ndio wajua sioni wakipiga wakiwa na fujo. Sasa sijui ni watu kwa sababu umri wao umesonga, sijui. Lakini naye mmoja ni mdogo na hana fujo. Kuna mmoja ninamjua lakini ni mdogo. Ni umri zetu lakini hana vurugu. Mwanzo hata unaweza ukapiga naye story masaa mawili na usijue anafanya shughuli gani. Na hala anamiliki nini. Kama kuna mmoja napiga naye story sana, nimekuja kuambiwa na watu wakaniambia unajua huyu ni fulani. Yeye wala hakuniambia. Tumepiga story masaa tukakutana, tumekutana chai mara 4 si mara 5. Sijui yeye kumbe ndo mmiliki wa hiyo logistic company, sijui ni kubwa. East Africa ni kubwa. Ndio watu wanakuja kuniambia bwana unajua siku hizi kanunua ile kampuni ya usafirishaji, kanunua yeye. Tumepiga story mpaka tumemaliza hata hajaniambia. Lakini wajua watu ile vile yale mazungumzo tunaongea, wajua watu kwamba huyu tumekuwa pamoja, maana wewe tulisoma pamoja, tumekuwa pamoja, lakini siku hizi mwenzangu sio mwenzangu tena, amejipata. Anasema lakini tukipiga story haka wala usikii eti siku hizi na miliki wala. Sasa huyu anaenda kijiweni kisha kawaambia wenzake kuhusu gari na nyumba. Anatafuta sababu ya wewe ujue kwamba anamiliki. Sasa ubaya ni kwamba kama mimi mzee wangu ana nyumba lakini sasa yuko mjini na nyumba kaiacha. Si kama Kobe kwamba waenda nayo kila mahali. Kabisa. Sasa nyumba kaiacha huko, yeye yuko kwingine huko atafuta maisha.
Aya, mimi na wewe hapa tulipo ndani na uthibitisho kwa sisi tuna nyumba hatuna. Yaani ungekuwa Kobe unaweza kuongelea nyumba kwa sababu wewe ni Kobe watembea na nyumba yako. Lakini wewe ni mja, unaweza kufa pia. Na nyumba yako watu tukaigombania. Tunaweza tukaiuza vile vile mapema tu. Lakini wewe hasa wewe mwenyewe unamiliki nini? Unaweza ukawa una vitu unavyo lakini unachomiliki. Na kitu kikubwa katika dunia hii kumiliki kama mwanadamu ni heshima binafsi. Yaani ukishakuwa tu na heshima binafsi wewe ni tajiri. Yaani wewe mwenyewe ujiheshimu. Ujionee haya. Yaani kuna baadhi ya maneno huwezi kusema tu, yaani unasema nini sasa? Kuna haja gani ya kusema? Ni kweli kwamba chochote unachokitengeneza hivi sasa sio unakitengeneza kwa ajili yako, labda kwa ajili ya familia yako. Inawezekana. Inawezekana, yani mazingira unayotengeneza ni kwa ajili ya kesho yako. Mfano mathalani sisi watoto wa kike wengi tukikuwa hivi tunatengeneza mazingira kwa ajili ya watu wanaokuja nyuma yetu. Mfano mathalani watoto. Kwa sisi wakati tunakuwa watoto wa kike wengi tukifikisha miaka 7 miaka 8 mama atoka asema nyumba hiyo. Kwa wajijua kwamba hapa mimi natengeneza mazingira ya wenzangu. Na ndio juzi tulikuwa tunaongea na kina mama, nawaambia kina mama nyinyi kateni mzizi wa fitina. Sisi wengi baadhi yao mimi sipo wanaolia katika ndoa. Wanaolia katika ndoa ni matokeo yenu nyinyi mlivolia katika ndoa. Msikuze tena watoto wanaolia katika ndoa. Kateni mzizi wa fitina wa kulia katika ndoa utoke uishi na nyinyi. Watengenezeni wasichana wajue ukubwa na udhibiti wao. Wajue thamani yao. Hata kama amefanya makosa ajijue nguvu yake kama mtoto wa kike. Hawa wanaolia kwenye ndoa, hawa baadhi yao wanaolia kwenye ndoa ni kwa sababu nyewe kuna mizizi ya fitina hamjaikata. Bado mna mafungamano na shetani. Kiasi kwamba shetani anahama kutoka katika generation ya kwako anaenda kwenye generation ya mtoto wako, mjukuu wako, kitukuu chako. Kwa hiyo inakuta yani uzazi wa uzao wa tumbo lako wote walia. Kateni mzizi wa fitina. Watengenezeni mazingira mabinti wajue thamani zao na wakatae kitu ambacho sio wito wao. Yani kwamba akishashtuka tu kwamba hii sio ngoma yangu, mimi siwezi kucheza. Watengenezeni huo uthubutu watoto wa kike. Waone nuru zao na wagundue watu ambao wanakuja na kiza kuzima nuru zao. Alafu wawe watoto ambao watakata umaskini nyumbani. Kwamba wakienda shule wachukue maanani ya kusoma ili wawavute wadogo zao.